Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Sichapata amani. Naomba sana watu wanisaidie nipate usaidizi ya huyu mtoto, hata atengenezewe hiyo pua. Akiwa na homa ako na shida sana, akilala ni kama anashindwa kupumua, karibu anashindwa kupumua. Akilala anastuka, akifunga mdomo anastuka juu pua ni moja, na ako na homa, anasikia uchungu sana. So unasikia uchungu ukimwangalia? Nasikia uchungu sana nikimwangalia. Kwanza saa ingine tukikosa chakula, naomba Mungu hata huyu angepata wengine wakae. Siku saa ingine nikienda sipati kibarua, tunakaa tu. Lunch yao ni ile miwa, hata ile miwa imenisaidia sana. Wakikosa lunch ninawatolea miwa wakule. Baba yao anaendesha boda na ni ya wenyewe. Akipata chenye amepata anapatia mwenye gari, akipaki nayo kidogo anatununulia tu chakula hao watoto. Na haitoshi, akileta inaenda na jioni. Sasa mjana tukikosa tunakula tu ile miwa. Umeniambia watoto lazima wanakaa siku 2-3 mjakula. Akileta analeta tu ile kidogo jioni, lakini lunch sana sana hatukule. Ni ile miwa, nikikosa kasi ya resapu ninawachunia ile miwa wakula. So ukimwangalia nini nakujanga kwa akili yako ukimwangalia? Mimi naomba apate usaidizi ya kufanyia operation. Tuliambiwa kwa Kenyatta Hospital walikuwa wameenda kuscan. Akasema jicho hakuna ndani, lakini watafanyiwa plastic surgery. Tukakubali, lakini alisema amalize mwaka 5 ndio atengenezewe akiwa amekuwa mtu mkubwa. Uso imeonekana amekuwa mtu mkubwa. Imepita hiyo mwaka 5, hatuna chochote, tungepeleka hatuna chochote kabisa. Na watu wanasemanga aje kumhusu? Wengine wanasemanga, uliniambia wanasema alirogwa. Wengine wanaongea mambo zingine zinakuumiza. Watu wanasema mambo mengi. Wanasema ni labda kuna laani kwa hiyo nyumba. Labda kuna wazee walikuwa wamefanya nini. Wanasema mambo mengi. Ninasikia tu uchungu roho yangu, nikamwambia Mungu, hata kama niko na makosa, si ati inatokea watoto wangu. Hata kama kuna makosa kwa wazazi wetu, sisi hatujui. Hii ni nini ya Mungu tu. So watu wanasema kitu inakuumiza? Anasema kitu inanikuumiza sana roho. Nikisikia hata ninalia. Anasema ya wazazi wa kitambo na hatujui hiyo. Kitu gani walisema ikakuumiza sana? Mtu alisema ikakuumiza sana? Walisema labda wazazi wa bwana yangu kuna jambo walikuwa wamefanya kitambo na wakaficha, hawakusema, ndio ikatokea mtoto.
Nikauliza mama yangu akasema hakuna kitu chenye ilifanyika. Ni mambo ya watu tu wanasema maneno. Tueleze zile vitu zote, zile shida zote ako nazo mtoto. Ni hiyo jicho na pua. Na kutembea pia kuna shida ya mkono na hii mguu. Ya simami vizuri. Na hii mkono ya kushoto ashiki chochote. Sasa akifanya chochote, akikula anatumia hii ya kulia moja. Sasa akikula chakula hii inanyamaza tu, namwekea hapa chini ndio atumie hii moja. So hii mkono yote ifanye. Na mguu? Hata mguu anatembea ni kama ikanyaki mzuri hivi. Na anasikia vizuri? Saa ingine kuna masaa akitembea sijui akikanyaka chini vibaya anaanguka, anasema kuna uchungu hapa, anapiga nduru sana. So ako na mashida mingi? Kuna mashida ya hiyo mguu na hii pande ya kushoto. Na sasa kama mama, because unajua umeniambia unaenda kibarua, ni hiyo ugonjwa imekurudisha nyuma ama inakuaffect vyovyote na maisha yako? Hiyo ugonjwa ya mtoto inakuaffect vyovyote na kwa kazi yako? Inaniaffect sana. Nikitoka saa ingine anakaa kwa nyumba, nampeleka kwa shamba, sioni amani kabisa. Pole sana. Naona mguu ulifanya nini? Umejifunga mguu? Nilikuwa napalilia mahindi ya mama mwingine huko. Mtoto analia kwa mgongo, nikachikata na jembe. Unanga na watoto saa zingine? Niko na mdogo. So uko na mtoto wa kwanza miaka ngapi? 12 years. Ndizi TV.